Unawezaje kujua kwamba mtu anachokizungumza ni uongo au hakina ukweli kwa asilimia kubwa? Nafikiri hii ni moja kati ya kitu au vitu ambavyo watu wengi sana wanajitahidi kufahamu, na wanajiuliza hivi wale watu wanaofanyia watu mahojiano, kwa mfano watu wa labda vitengo kadhaa labda vya kiintelijensia au nini, wanawezaje kugundua mtu fulani ni muongo au anachokisema kinafichwa? Labda ni kweli, labda anachokisema ni kweli, lakini kuna namna kama kinafichwa, anawezaje? Shaona. Sasa kuna vitu kadhaa ambavyo mara nyingi huleta majibu huleta majawabu ya haraka kwamba huyu anachokiongea huyu ni uongo. Anachokiongea ni uongo au kuna kitu anakificha. Anasema ukweli lakini kuna namna fulani anaficha. Sasa kuna hii taaluma ya utambuzi katika ambayo nafikiri inachanganyika sana psychology ndani yake, intelligence fulani, sababu ni tabia. Hii ni taaluma ya kutambua pattern au mlolongo wa tabia za mwanadamu. Sasa dalili ya kwanza ya mtu anachokiongea ni uongo au hicho anachokizungumzia si kweli, mara nyingi huwa akisimulia, ukimwambia tena akusimulie, huwa kuna taarifa zinapungua au zinaongezeka. Hiyo wanapenda sana kuitumia wale watu wanaochukua maelezo watu. Anaweza kukuuliza bwana, siku ya tarehe 15 saa 2:30 usiku ulikuwa wapi? Wewe ukasema mimi bwana nilikuwa nacheza zangu muziki pale, nikanywa soda nini, nikapumzika. Anaongea story nyingine, anarudia swali lile lile katika namna nyingine. Hivi siku ya tukio ulikuwa wapi? Mara ya kwanza akakwambia siku ya tarehe 12 saa 2 usiku ulikuwa wapi? Mara ya pili anakwambia hivi siku ya tukio wewe ulikuwa wapi? Au hivi siku ya tukio wewe ulikuwa ushalala? Maana mwanzo ulimwambia umelala. Wewe unarudi tena ile mimi nilikuwa naendesha pikipiki. Tayari kuna stories na zinatofautiana. Kwa hiyo wataalamu hukwambia hiyo ndio huwa namna pekee ya kugundua kwanza kwamba huyu msimuliaji au huyu shuhuda au huyu muhusika anachokisema either si cha kweli au kuna kitu anakificha. Kwa hiyo kisaikolojia, mtu anayedanganya au anayeficha kitu huwa hawezi kutengeneza mlolongo wa kufanana. Wako mapro, kuna mijitu ujue mipro. Kuna mtu unamuoje ujue pro, yani huyo mtu kachaji panga. Lakini kuna sifa moja hapo tutaiona kwamba katika binadamu uongo na tabia moja hivi. Uongo unahitaji nguvu nyingi sana ili utengenezwe. Unahitaji sana energy. Kwa hiyo binadamu huwa anatumia nguvu nyingi sana ku make a story. Kwa hiyo mtu akiwa mtaalamu hata akikutana na pro wa kudanganya, anagundua hii namba sio, hii namba ina. Kwa hiyo mara nyingi sana namna ya kwanza story au shuhuda au habari hiyo kutokuwa na ulinganifu kati ya namna ya kwanza ilivyosemwa na namna ya pili ilivyosemwa au na namna ya tatu ilivyosemwa. It's very tricky. Ndio maana wale watu wanaohoji watu wako yani wana tricky kulikweli. Wanakupeleka na kurudisha pale pale. Kwa hiyo story kutokufanana, hiyo ni red flag. Ya pili, muhusika huwa anakwepa kuwa na jibu la moja kwa moja. Kwamba wewe jana saa 5 usiku ulikuwa wapi? Mara nyingi muhusika huanza kutafuta namna ku make. Unajua hivi, hakuna kitu kigumu kama kuwaza kudanganya huku unadanganya. Sasa kitaalamu mara nyingi mtu anayedanganya, sign ya kwanza au red flag ya kwanza, huwa anapenda kurudia swali. Utasikia, hebu niambie wakati simu inaibiwa wewe ulikuwa wapi? Utasikia yule mtu anauliza tena, wakati simu inaibiwa. Ogopa sana mtu anayependa kurudia swali ulomuuliza. Hiyo psychologically huyo mtu huwa ule muda anaosema wakati simu inaibiwa anatafuta namna ya kukuingia. Kwa hiyo mara nyingi ukiwa unahojiwa, ukiulizwa swali na wewe ukianza kujielezea kwa swali, yaani kwamba umeshaulizwa kwamba simu ilivyoibiwa ulikuwa wapi, wewe unatakiwa useme bana mimi nilikuwa juu ya mti au nilikuwa ndani au nilikuwa nje. Wewe unaanza tena wakati simu inaibiwa nilikuwa wapi? Red flag. Kwa hiyo mtu akiwa anakuchukua maelezo, huyu kuna kitu cha zaidi natakiwa nifahamu toka kwake. Nyingine, watu huwa wakali sana. Yaani ukitaka kugundua mtu kuna kitu anakificha. Hii mara nyingi ipo hata kwenye mapenzi. Unakutana na mpenzi wako, labda unamuuliza ulikuwa unaongea na nani kwenye simu. Utasikia baadaye ajibu alikuwa anaongea na nani, utasikia yaani wewe umefikia hatua mimi wewe wa kunihisi vibaya kiasi hichi. Mimi jinsi ninavyojitunza ninavyojiheshimu, yani anakuletea story afa anakuwa mkali. Ile ni defensive mechanism au technique ya kukutoa kwenye uwepo wa kushuku ile hali ambayo
yeye aliyoifanya. Kwa hiyo anakuaminisha kwamba wewe sasa uanze kujihisi hatia kwamba labda kweli unajua mimi namuonea sana huyu mtu. Kwa hiyo ile huwa wanaitumia sana wahalifu pia. Ukimuoji anakuwa anajilinda, too defensive. Ndio maana ukimwona mtu anajilinda sana, hiyo ni dalili mbaya pia. Kwenye vitu, kwenye information, taarifa zake, ukiona mtu uko too defensive sana, wataalamu wa mambo huwa wanakufuatilia zaidi. Kwa hiyo hizo ni dalili 3 za mtu ambaye amekuwa ana majibu yake pia anakuwa ya kuzunguka sana. Anakuwa anaepuka, yani analeta hadithi. Unajua bana mimi tulikutana na kina Jona kweli ile gari nyinyi ilivyoibiwa pale mlienda nayo wapi? Unajua mafuta yamepanda. Hiyo mafuta yakipanda inatakiwa anazungusha ile story. Kwa hiyo lakini kingine huwa kubadilika kwa tabia. Kubadilika kwa tabia unusual. Kuna tabia fulani mtu anakuwa unusual, anashindwa kutulia, anajikuna au anachezesha macho au anashindwa kuangalia usoni. Psychologically mtu anapokuwa anatengeneza uongo, huwa brain yake, ufahamu wake unafanya kazi haraka sana kutafuta uthibitisho wa uongo wake.